Acheni kutukana mtoto wangu Joan. Kwenye mkutano wa yeye analala kwenye nyumba okay nimekuja kule amekuja na mwanamke mwenzake kutoka Tanzania anadai ni mtoto wake sababu ni mdogo wakakuta live kwa ni mapenzi wanawake kwa na alikuwa mke wa mtu wako live fukuza subiri na yeye mwenyewe akakiri akasema tuko wengi ambao sio wetu. Hilo jaribu ni lako na mimi nakushauri tu unaweza kulimaliza kwa njia rahisi. Muone mama na dada yako, malizeni tofauti zenu yaishe. Vinginevyo itakugharimu uje ueleze yale aliyoyazungumza mwinjilisti mtumishi wa Mungu Longani kwamba alikuwa amealikwa Kongo na wewe ukaalikwa kama mwimbaji na wenyeji wako wakakuchukulia chumba na ukasema una mtoto wako, wakasema sio heshima wewe ulale na mtoto wako, wakakutafutia chumba cha mtoto wako, ukainsist ulale na mtoto wako, na usiku zikasikika kelele, watu wakafikiri mnapigana wewe na mtoto. Yaliyokutwa ndio hayo mchungaji Longani aliyasema. Sasa itabidi uyaeleze haya. Kwa hiyo usipomaliza na mama yako, ina maana pia itakubidi ulazimike kueleza kwamba nchini Kenya unapoalikwa kwenye mikutano unakuja na huyo anayeitwa mtoto wako, na ukifika na yeye wachungaji wanasema sio heshima ulale na mtoto wako kwenye chumba kimoja, wanagharimika kuchukua chumba cha huyo mtoto, na bado unakataa, unasema unataka kukaa na mtoto wako, na baadaye zinasikika kelele kwenye nyumba hiyo ambayo umelala. Sasa itabidi uje ueleze haya yote. Kwa hiyo kumaliza haya yote, dadangu, nenda kamalize na familia yaishe. Vinginevyo pia unalipa kanisa mzigo mzito. Kanisa tunaonekana kana kwamba tumezembea kusimamia maadili ya ndoa, na tunaposhindwa kusimamia maadili ya ndoa, kanisa litaonekana kwamba alisimamii maadili ya ndoa na linakubali watu waachane katika ndoa, jambo ambalo hata Yesu alilikataa. Itakubidi sasa ueleze, baada ya wewe kuachana na mume wako, una boyfriend au unaishije, unatawalaje mwili wako, mambo mengi. Kwa hiyo dadangu, maliza hili jambo. Hiyo basi mimi naomba sana kwa wewe unanipenda, unaniwazia mazuri, na wewe unatamani niishi kabisa, basi wakati huu niombe sana kwa sababu kuna nyakati ambazo hata ukijieleza hautaeleweka, hata ukijitetea hautaeleweka, ila unaacha kweli ya Mungu iseme, unaacha tu ruka ya Mungu iseme, unaacha tu haki iseme. Kwa hiyo wewe niombe sana, usione ni rahisi sana, usione ni kitu kawaida. Naomba sana uniombe. Sina neema ya kujieleza sana, sina neema ya kujitetea sana. Nimejifunza sana kutetewa na Mungu. Wanaacha sana Mungu aseme. Mungu